Msichana alishtuka sana alipomkuta mume wake akichunguza simu yake. Kwa hofu aligeuka na kutaka kukimbia, lakini sauti ya baridi ya mwanaume huyo ilimfanya asimame pale pale. Moyo wake ulianza kwenda mbio, akihisi kana kwamba dunia yake ilikuwa inaporomoka. Je, mume wake alikuwa amegundua siri yake? Lakini sekunde iliyofuata mwanaume huyo ambaye alikuwa CEO alianza kulalamika kwamba mke wake alikuwa akitazama video za wanaume wenye miili mizuri wakicheza kwenye TikTok. Msichana alijikuta akiaibika, lakini ghafla CEO akatangaza kwa hasira kwamba anataka talaka. Bila kusita, msichana alimkumbatia mguu wake na kumwambia kwa sauti ya upole kwamba yeye anampenda yeye pekee. CEO alimtazama kwa mashaka, wazi kabisa kwamba hakuamini hata neno moja. Mara tu alipoondoka, msichana aliacha kuigiza. Ukweli ni kwamba kila kitu kilikuwa sehemu ya mpango wake. Lengo lake lilikuwa moja tu, kumfanya mume wake ampe talaka, kwa sababu tangu mwanzo hakuwahi kuwa mapenzi yake ya kweli. Siku ya mahafali alishuhudia CEO huyo akiachwa na mpenzi wake wa kwanza. Kwa kutaka kulipiza kisasi, mwanaume huyo alimpa ofa ya milioni 2 ili amuoe. Macho ya msichana alimetamena kwa furaha. Kabla hata hajajibu, CEO alimvuta na kumbusu mbele ya watu, jambo lililomfanya ex wake kuona wivu. Lakini msichana alimuondoa kwa utulivu na kusema maneno mawili tu, lipa kwanza. Muda mfupi baadaye wakafunga ndoa. Kila mwezi CEO alimpa Laki1 za matumizi, lakini hakumpa mapenzi wala muda wake. Kwa msichana huyo, ndoa hiyo ilikuwa kazi tu, na kitu alichokipenda zaidi ilikuwa kulala kitandani akihesabu pesa zake. Alijua kwamba siku ex wa CEO angerudi, yeye angeondolewa mara moja. Sasa akiwa tayari ameweka akiba milioni 8, aliamua ulikuwa wakati wa kuondoka. Hivyo kutazama video za wanaume kwenye TikTok ilikuwa sehemu ya mpango wake na ilifanya kazi. CEO akamkabidhi mkataba na msichana akajifanya mwenye huzuni huku moyoni akishangilia. Lakini alipokuwa karibu kusaini, aligundua kwamba huo haukuwa mkataba wa talaka, bali mkataba wa kabla ya ndoa. CEO akamwonyesha kipengele muhimu. Msichana alikisoma kwa sauti. Ikiwa ndoa ingeisha kwa kosa lake, angelazimika kuondoka mikono mitupu na kurudisha pesa zote alizopewa. Akabaki ameduaa, akili yake ikawa tupu. CEO akatabasamu kwa ushindi, huku msichana kijilaumu kimoyomoyo, kwa sababu alikuwa amejali pesa tu bila kusoma masharti kwa makini. Akitambua kwamba angeweza kurudi kwa maskini, alibadilisha tabia papo hapo. Akaanza kujifanya mrembo na mpole, akisema kwamba yote aliyofanya alikuwa mzao wa mapenzi, hata akatengeneza ishara ya moyo kwa mikono yake. Lakini sekunde iliyofuata alijaribu kuiba mkataba huo na CEO akamkamata, akauchukua haraka na kumwacha msichana kicheka kwa aibu. Baadaye CEO akaufungia mkataba ndani ya seifu, kisha akatoa kitu kingine, picha nyingi za msichana huyo. Ndipo ukweli ukafichuka kwamba bila yeye kujua, CEO alikuwa tayari ameanguka kwa mapenzi yake.